Okay, welcome guys again, and today it's episode 3 ya Hot Soup. Yeah, guys, guess what? Yeah. Kama kawa kama dawa. I'm your guy, Josh 254, And Drip C in the building. na leo ni ile siku. Yeah, man. Kaa chini vizuri, chukua popcorns zako, relax, and be ready to enjoy, because that one is a guarantee. And guess what, bro? Yeah, bro. Leo niko na story. Kuna kitu nataka kuuliza. Unajua nilikuwa nasoma hii story mchana kwa social media, na nikajua tu lazima nitakuuliza. Yes. Ndio niambie what you think. Yeah, tuambie tusikie. So there is this lady ambaye ni single mother, ako na watoto 4. Okay. Boys 3 na dem mmoja. Okay. Sasa huyu dem ndio alikuwa first born. Ndio mbigi ako hapo 17 years hapo. So huyu mother akakuja akapata msee mwenye alikuwa willing to settle na huyu msee. Na yeye yani. So waka decide kama stay, na eventually wakaamua kusettle pamoja. So after wame settle pamoja, mwaka wa kwanza ukaisha, walikuwa fiti, unacheki. Mwaka wa pili ndio umeanza, bado wako fiti zaidi, and then mother akaget ball. Na wewe msee mmoja? Bwanake ni bwanake, bro. Okay. So kupata ball ni kitu normal. What? Yeah. So akapata ball. Analia ball. Akifika 6 months hivi, 6 months, 5 months. Ana notice pia mdota wake ako na ball. What? Si ni hatari hiyo. Alafu hii ball pia hii ball iko 6 months old. Wote so for 6 months. 6 months. Hata amewaka. Right? Na mwanamume anajua kabisa hii. Ajui. Wewe relax, bro. Okay, Relax. okay. Nini unaruka mbele ya drama bana? Relax. Okay. So mother ameleta fujo, anataka kujua baba ya mtoto ni nani. Unacheki? Mimi niko na ball, wewe uko na ball. So baba ya huyu mtoto ni nani? At least unajua mtoto wangu baba yake ni nani. So pia mimi nataka kujua nini baba ya mtoto wako ni nani. Kweli. So amevuruga. And then hakuwa anapata majibu. Na unajua mzazi ni mzazi tu. Yeah. Lazima akafika climax. Akaamua ni kupita ule mtoto. Unacheki? Akaenda kumgonga. Bazu wako pale amekaa chini anamwambia, hold on. Wait a minute. Don't dare touch her. And then mother kwa zile za Buda, unafanya nyamaze. Huyu ni mtoto wangu. Si wetu. Ni damu. Huyu ndio wetu. Lakini huyu ni wangu. Mwenye na discipline ni mimi na decide. Hautaniambia shit. Mzee akamwambia, na mimi nimekuambia don't dare to touch her. So mama kwa zile za why are you defending? Mbona pia lazima utauliza. Mbona unamdefend? Yes. So kwanza mother hiyo time akachorea, unajua huu donga ako na pesa. Msee amejiweza. So ukiona msee kama huyo, kuna venye unaweza mprovoke. Na wewe ni single mother wa watoto 3, kuna mwingine 4 anakuja, na it means kuna miezi kadhaa hautafanya kazi. Kuna venye pia utakucheza chini. So akataka kujua what is going on. To cut the story short, pia huyu mtoto mwenye amebebwa na huyu msichana ni mtoto wa nani? Wa huyo Buda. Unacheki? Kumewaka. Unacheki? So unajua kuna ambiango kuna secret zingine uanga zikai for long. Ndio kweli. Unacheki? Lazima tu the end of the day. So after 3 months wote wawili in labor, push nini, na wakadeliver at the same day and the same month. The same month. I mean, inaweza kuwa different days but in the same month. Okay.
Mama akajifungua kadem kingine. Dem akajifungua kadem. So watu wakapanda madem. So Sir Godi ni nani? Mother ndio alitoka hosi wa kwanza. Amefika nyumbani. Ndio maybe after some days pia na msichana ndio anafanya nini? Anakuja nyumbani. So kufika hivi mother anaangalia mtoto wake. Anaangalia yule mwingine forehead kuna venye skin tone kuna venye kabisa nywele na sasa shida cha kama hiyo ndio unapata mtoto anafanya na buda. Exactly. Mtoto ametoka copy, yani ametoka ni copy kabisa. Mata wacha alete shida. Sasa hapo tu unaweza mararua. Akaleta shida. Ndio usisahau ametoka kujifungua tu juu. Hao watu tunaongelea ni wa Kenya, si ndio? Kwa tunaongelea story ya wapi? Ni kitu imetrend sana, ilipo kwa mtandao. Ni so mzae. Kaambia mother, sikiliza nikwambie. Huyu mtoto ni wangu. Yes. Na pia huyu ni mtoto wangu. Do you have a question? Yeah. Lazima atakuja duru. Lazima. It's okay. Kama unaona kama kuna shida, then you have an option. Yeah. If you feel you cannot settle in this relationship ama in this marriage, unaweza jitoa. Ama yeye akiona pia hizi akasettle na mimi, pia yeye anaweza jitoa. Then mimi mimi nitabaki na ule mwenye kwa wewe kusettle na mimi. Mother akakaa chini akapiga hesabu. Hizi pesa zote niziache. Niende nikateseke. Acha ikae. Dem na yeye akaangalia. Huyu ni mbabas. Ako willing kunifanyia kila kitu. Niko na mtoto wake already na ako na pesa. Mbona nimwache? Haiwezi nipe. Wote wameng'ang'ania. So nobody, hakuna mwenye angejitoa. Wote kwa nyumba moja. Mabibi wangapi? Wawili. Bwana moja. Lakini hawa mabibi mmoja ni mtoto, mwingine ni mama na wamejifungua. Now, mmoja ni damu moja. The question yenye niko nayo ni hawa watoto wenye walizaliwa wataitana aje? Hebu niambie wataitana aje? Naona wataitana mandugu. Mandugu? Si ni damu moja. Ni damu moja wataitana mandugu. Lakini usisahau huyu msichana ni mtoto ule mama. Kwa hivyo huyu mtoto wa huyu mama ni brother huyu msichana. Sasa hapo ndo kunakosea. That means huyu mtoto wa huyu mama ni uncle ya huyu hapo ndo kumechemka. Unajua kwa sababu gani? Unajua vitu scenario kama hizo hutokea, lakini mostly wanaita kama laana, yani familia fulani imelaaniwa kwa sababu how they interpret themselves. Unaelewa? Okay, in the other hand, mimi siwezi laumu wanawake. Mimi nalaumu yule mwanamume. Kwa nini? Yule mwanamume si ndio aliamua kuingia kwa ile relationship ya wale wa familia. It's a relationship of the daughter and the mother. Kuna kitu moja unafaa understand. Kwa watu wawili hakuna damu yake hapo. Huyu mtoto wa mama ni brother ya huyu dem. Na huyu mtoto huyu dem ni brother ya huyu mtoto wa huyu mama. That means huyu mtoto wa huyu dem ataita mabrother na masister wa huyu dem uncle. Huyu dem kuna utatanishi kubwa sana. Huyu dem anafaa ite mama yake mother in law. Ni ukweli kwa sababu mama anafaa ite mtoto wake daughter in law. Na pia anafaa muite mke mwenza. Kweli. So guys, manze hii hapana, hii nayo hapana. Hebu niambie, what do you really think? Mimi na feel issue imetokea hapo kwa sababu ya mwanamume. Unaona, kwa sababu wewe mwanamume ukijua unakuja kwa familia, yule ni mtu na mamake. There's a relationship that was there before akaingia katika ile relationship. Unanielewa?
na alivyokuwa anapush na mtoto wa ule mama alikuwa anajua consequences ya baadaye. Unanielewa? If only angejua ya kwamba ako na mama kwa advantages zake, kwa sababu huwezi ona kwamba mtu amekuja akakaa na mama na at the same time anapush na mtoto, kumaanisha the guy was interested na vitu vyake, ndio maana kuna yule mama. But kukuwa na yule mtoto ni tamaa, alitamani yule mtoto kumuona pale nini, unaelewa? So I blame the guy, kwa sababu pale ni laana tayari ilishatokea, kwa sababu in the end of the day yule mama atamhitaji huyu mpaka mashabiki, hebu tusaidieni hapo maana kuna kitu moja nataka kucorrect hapa hivi. For me I don't blame the guy. The guy had an opportunity. Aje na akaamua kuitumia. Iko hivi. I think the family itself ilikuwa greedy. Waliangalia pesa. The family from the now big mama mtoto wake na familia yake waliangalia pesa. Because then the guy had the money na alikuwa anawapatia pesa, so wao hawakuangalia consequences za kuja kutokea hapo mbeleni. Umecheki? And so wakati opportunity iliapia, unajua hapa hivi kuna ng'ombe mzee na kuna ng'ombe changa. So when unaenda, yani you have to una test both. Unaangalia ni gani ambayo iko kuna hii ngumu ambayo you have to chew for a very long time, na kuna hii nyingine ambayo ni laini, you only chew twice inatafika, mezeka. So it's hiyo ndio mimi ndio kweli mwanamume inaeleweka. The reality of the matter is unachikienda kwa ile penye tuko saa hii, vitu kama hizo zina happen. It's only hii ilikuwa ili happen like a trend. Unacheki? But trust you me, si familia moja, si familia mbili, especially unakuja unapata hao ma single mother wenye wanakuja get remarried tena. And then unakuja unapata huyo single mother alikuwa na mtoto wa kike. Unaona? Alafu huyo mtoto wa kike akuwe ni mali safi. Guys, no matter what, utapata tu hata ule mzae ameingia. Kuna penye tu atajaribu. Alafu unajua nini? Pesa siku hizo unajua madimu wanaangalia pesa sana. Alafu kweli pia hata zile content zenye zina kwa hizi social media somehow zina encourage vitu kama hizo. Kwa sababu for instance naweza kupatia good example. If not last year but one and last year kuna song ilikuwa imevuma vibaya sana. Niko na pesa kushinda babako. Kweli wakati huo unacheki. Alafu na mwingine anakuja anasema niko na pesa na ni za babako, akasikia vibaya huko kwao. Mara ya kwanza tulipopatana ukanipiga intro kwa budako. Kuna kashia akaniambia pende vitu za mamako. Pole yani tukaenda kwako kwa kitanda yako ni click mpaka exactly. So unacheki kwa mtoto unajua mtoto wa 20 years to 1 bado ni mtoto, akili yake bado ni changa. Unaona? Akili yake bado ni changa. So it's so easy to convince mtoto kama ule. Alafu na song kama hii direct. Niko na pesa kushinda mamangu. Ni tickets ya kuingia huko direct. Niko na pesa kushinda mamangu. By the generation, it's a very confused generation. Na hapana wewe, hapana. This generation ni generation inajitambua, but also naweza sema it's a very careless generation. Careless. Tumie neno careless. That is the iko careless sana. Kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu hii generation iko careless pia. Yaani iko careless na kuna zile vitu zenye kwetu zilikuanganiza maana sana. Na kuna zile guidance ambazo kwetu tulikuwa tunazifunga sana ambazo to this generation hata inakosa ushauri. Iko unapata kani mama wa miaka 40
anapush na kijana ka 20 years and she's so comfortable akitembea na mtoto kama huyo kwa straight na upata mpaka anapiga. Hakuna aibu baba fulani. Akona kijana fulani. And ule dem ako so proud mpaka kumintroduce kwa bro, hizo ni vitu zenye ziko zina happen. Hata kitambo ulikuwa unaona kijana hata kiara sijui unamwona na kana watu rika yako. Hata si hiyo peke yake. Me I remember our time. Mimi ningeona mzai mwenye ninajua ni rika ya mamangu ama ni rika ya babangu na niko kwa barabara tunatembea na kasichana hivi kwa barabara. Kila mtu alikuwa anapiga kona yake. Tunakutana huko mbele. Huku. Hata tunaweza kupatana. Unacheki? But nowadays imekuwa normal. Mamunju, mahag, kisses. Kama kuna last week niliona kuna video fulani nilicheki. Dem ana boy wake and then wanaenda wanahagiana and then jamaa ana ako hug hivi and then atamsha mkono kwa rasa and then kuna venye anaimoya na ni kwa public. Actually ilikuwa ni kwa super. Ni hatari. Unacheki? Was ile za hiyo courage anatoa wapi? Hata mimi na hii miaka yangu bado sijapata courage kama hiyo. So ni kizazi. Anyway guys, it's a hot soup. Yes. You guys get what? We're just getting started. Na kama dawa, si mnajua lazima tuwapashe. Tunawapakulia